Sasa mimi imani yangu kwamba mengi ameshazungumzwa. Na sasa hivi nadhani tena dhuhuri haiko mbali, basi na mimi hazitozidi dakika 5. Lakini tufike pahala kwamba tuelewane na sote tukiondoka hapa tuondoke na jambo moja. Kikubwa ni kukumbushana majukumu yetu. Kikubwa ni kukumbushana majukumu yetu wakati tunapoendeza shughuli zetu za mamalishe ndani ya maeneo mbalimbali. Na kikubwa ni kuweza kuweka mazingira katika hatua ya awali ambapo tunaanza kukiandaa chakula. Sehemu ile ni sehemu muhimu mno katika kukinga afya za jamii. Wakati wa kukiandaa chakula ni lazima tuhakikishe kwamba mazingira yako vizuri na mazingira yako salama. Nasema ile ni hatua muhimu kwa sababu ukikosea sehemu ile pale, maana yake na vituo vingine ama na hatua nyingine itakuwa tena huko ni wasiwasi. Lakini tukijipanga vizuri katika hatua ya awali kabisa ya kukiandaa chakula kimazingira, basi na vituo vingine na hatua nyingine, basi huko tunaweza tukaenda vizuri. Kwa hiyo la kwanza ni kuweza kuweka mikakati na mazingira bora wakati wa kukiandaa chakula. Lengo la kusema haya ni kwamba kuona kwamba chakula kinafika kwa mlaji kikiwa salama. Ndugu zangu, matibabu ni gharama mno. Ni gharama kweli kweli. Kwa hivyo bora kinga kuliko tiba. Kwa hivyo hili tulichukue na tulifanyie kazi. Na hiyo ndio sehemu ya maisha yetu. Mtu mmoja unaweza ukasababisha madhara katika jamii. Angalia kwenye chakula chako wanakuja watu wangapi? Anatoka Magomeni kaja pale, anatoka Jangombe kaja pale, Makadara, Malindi, wote hao kama taondoka na maradhi wanayaondoa pale, wanapeleka wapi? Kwenye wadi zao ama kwenye sehemu zao. Yanaingia ndani ya nyumba, yanaenea katika sheria, katika wadi. Ndio maana kasema wakati wa kukiandaa chakula ni muhimu mno kuweza kuona kwamba mazingira yanakuwa safi. Hili narejea mara kwa mara kwa sababu ni hatua muhimu. Ni lazima ujilinde wewe mwenyewe, lakini lazima unapoendesha shughuli zako uilinde na jamii nzima. Kuona kwamba usiwe sababu ama chanzo cha kupelekea maradhi ama matatizo kwa mwenzako. Lote ile ambalo wewe hulipendi kukufikia, basi na mwenzako jizuie lisimpati. Tunafahamiana ndugu wananchi? Tunafahamiana wafanya biashara? Tunafahamiana. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni hatua ya mwanzo, lakini hatua ya pili ni kupima afya zetu. Nimezungumza na ninajua changamoto iliyokuwepo kwamba vipimo ni ghali na hata kumaliza process ya kupima afya zenu kwa ajili ya kuendesha biashara zenu ni ghali. Lakini sawa, najua kwamba matibabu wa vipimo ni ghali, lakini kwa hatua tuliofikia, kwa ugumu huo, kwa shida hiyo, ni lazima kila mfanyabiashara akachunguze afya yake. Hilo ni lazima. Pamoja na ugumu na shida iliyokuwepo, tutengeneze miundombinu na mazingira yoyote, lakini mfanyabiashara ujipange, ukawa lazima kwamba ukachunguze afya yako. Nasema ujikinge wewe mwenyewe, lakini umkinge na mlaji na jamii kwa ujumla. Kwa hivyo hayo mambo mawili nimesema tukutane, tukumbushane. La kwanza kukiandaa chakula katika hatua ya awali, lakini la pili ni kwenda kupima afya zetu, kuchunguza afya zetu. Najua na hili nimesema na nimekana mtendaji wangu, tunaweza tukalipunguza vipi? Kwamba vipimo ni ghali, nasikia wanapokwenda mpaka 50,000. Na kwa biashara zenu nyinyi siku nyingine mtu anarudi hata hicho ile gharama yake aliyotumia kwenye chakula haipati. Ndivyo sivyo? Kwa hivyo niseme hivi kwamba hili liko nje ya mikono yetu, kwamba hili linaratibiwa taasisi nyingine. Lakini mimi kama kiongozi wa taasisi hii nitakwenda Kiguu Mosi kwenda kuzungumza nao na kuweza kuwashawishi na kuwalobi angalau kupunguza hivi vitu. Sasa kuomba kuna moja kati ya mawili. Unaweza ukakubaliwa, unaweza, lakini sisi wajibu wetu kwenda kuzungumza na
Kwa hiyo ndio hilo utalifanya. Kingine kiacha kwenye biashara, mazingira kwenye maeneo yetu tunakotoka, huko nako tujitahidini jamani. Miongoni mwetu tunatiririsha maji ovyo, taka zile pale hatuzieki vizuri, taka tunaziweka mpaka kwenye kipono mpaka zinatoka mafunza, yanatoa uchafu. Yaani kuna matatizo mengi sana ndani ya mitaa yetu. Kwa hivyo usafi siwe mnapokuja kibanda hiki tu, lakini hata kwenye maeneo yetu tuhakikishe kwamba sote kwa pamoja tunadumisha nini? Usafi.